alichukua kisu akadunga tumbo ya mtoto, akatoa bit, akarudishia brother yake. Hapo ndio Wajaluo walianza kukosanisha, na hapo ndio huyo kijana alitoka kwa hiyo boma akakuja hapa Kenya, mwingine akaenda pale Tanzania. Sasa chuki ya Mjaluo ni kitu tunataka tuombee. We are all brothers. What is happening? It's so shameful to our community. Ningeomba, Luo elders are now quiet. Luo are killing each others. Mjaluo anaua Mjaluo mwenzake simply because kitu haieleweki. Itakuwaje leo Gachagua ako pale Rift Valley? Umesikia Gachagua ameumwa hata na umbu? Hakuna. Lakini Mjaluo ako willing kuua Mjaluo mwenzake. Today, I want to call all Luos, let's have peace. Mimi ni ndugu yako. 2 term itaenda, 1 term itaenda. But by the end of the day, we are still brothers and sisters. It is high time. I'm asking the Luo elder, ito Oburu Odinga, ita Wanga, na tangu hiyo kitu ya Homa Bay ifanyike, Wajaluo ndio wameuawa wengi, lakini Oburu Odinga hajaongelelea. Inakuonyesha chuki yenye Mjaluo ako nayo. Ningeomba leaders wa elder wa Luo, ita jamaa naitwa Ray Omolo, ita Wanga, ita Babu Owino, uite Orengo James na uite Mbadi. Kalisha hawa watu wakae pamoja. Let us have peace, love and unity. We are brothers. Let us not kill each others simply because hata kitu tunatafuta ya maana hamna. Tuawana kwa nini? Hai make sense at all. Tafadhalini, we are Luos. Najua chuki yetu ni ile yenye tuligrow nayo. Tuko na enmity, but ikifika extent ya kudunga ndugu yako na kisu afe kwa macho yako, hiyo sio ubinadamu. Kenya ilifanyika Homa Bay, wale sio binadamu, ila wale ni wanyama. Niliona mtu anadunga mwenzake na kisu hadi afe, alafu tunasema Opondo Kaluma anakuja hapa kufanya press conference. Niko na chuki na Opondo Kaluma, sitakudanganya. I knew people wenye wamekufa wameenda kaburini. Niko na chuki na Wanga, hatutadanganyana. Lakini nikikumbuka wale waliokufa mbele yangu nikiona hivi, I'm still traumatized. And I'm asking the Luo elders, wachana na government ya demagogue ya Ruto. Ruto is happy because we are fighting. That is why the moment Luo's kids are fighting, wao watoto wao wanapewa cadet graduations huko Kericho. Kila mbunge amekaa mbele ya mtoto wake akiona Kenya anafanya. Hii tabia yenye Wajaluo wanadanganyana ati we have been marginalized. Let us be honest Kenyans. Luos have been in government since independent. Serikali ya Kenyatta Wajaluo walikuwa. Serikali ya Moi Wajaluo walikuwa. Serikali ya Kibaki Wajaluo wamekuwa. Serikali ya Uhuru Kenyatta Wajaluo wamekuwa. Serikali ya huyu demagogue William Ruto Wajaluo wamekuwa. Sasa tuwache kudanganyana kama Wajaluo that we have been marginalized. That is why we have a young brilliant man called Odhiambo Mbai. Odhiambo Mbai alileta devolution. Lakini wakati Odhiambo Mbai alileta devolution, hawa watu wanakula pesa zetu, hawatufanyii kazi. Itakuwaje nikiuliza William Ruto amefanya nini, unaniambia SHA inafanya? Ni nani anaombanga akuwe mgonjwa? So let us stop lying to each others. Luos have not been marginalized. Ni pesa ya mwananchi tunakula. And we should ask Kenyan people, tuombee Wajaluo. Tunaomba hizo kabila zote 42. Kaeni chini mtuombee. Tunafanya siasa ya kuuana. Mjaluo ako thirsty ya kuchukua damu ya Mjaluo mwenzake. Simply anataka kujustify a certain ego. Najua tuko na kiburi. Kwanza inasemekananga Jaluo ndiye ako na kiburi kubwa. Niko na swali. Wakati Oburu Odinga ananiambia adui yangu ni Mkikuyu, niko na swali. Wakati Raila Amolo Odinga alikuwa anafanya Harambee hapa Serena Hotel 2022 election, wakina nani walikuwa kwa hiyo Harambee yake? Wajaluo walikuwa wawili, Wakiaga and Kidero. Wakikuyu ndio walifacilitate ndege zake, walifacilitate vile ata campaign Kenya hii, and then you are telling us Kikuyus are our enemy. How can be Kikuyu be my enemy yet
Watoto wa Raila wote wameoa from Central Region. Tunapiganisha na tunatukanana. Saa hii mnaita babu ni Muhindi, babu ni Mjaluo. Kama unajua kwa kina babu, si utuambie twende. Itakuwaje tunauziwa siasa ya kutofautishwa? Ila sisi ni mandugu na madada. Wakati sistako wao wa South Nyanza ameolewa huko Ugenya na sistangu wa Ugenya ameolewa huko South Nyanza, tutakutana at one point. Ushanikata mkono, nimeenda huko, unakuja Ugenya kutembelea sister yako. That is why kama bado hii pisa haijatengenezwa, wanga nasikia unakuja Bungoma ati unakuja kufanya youth what empowerment. Utafanyaje youth empowerment if you have killed many youth in Homa Bay? Let's call spade a spade. Wacha kutupaka mafuta kwa mgongo wa chupa mwanamke. Utakujaje kufanya youth empowerment Kakamega, yet you have killed your own blood? It's so shameful. We are asking the government of demagogue William Ruto, tafadhali wacha kugawa mtoto Mjaluo. Let us sit together as a Luo community and build peace, love and unity, because we are brothers and sisters. What we are doing is so shameful. What we are doing is wrong. This is our country. We did not ask a permission to live in this country. Let's embrace peace. Let's embrace love. Wakati tunaenda kudance Inda ama tunaenda kudance John Junior, ni mimi Mjaluo wa South Nyanza na Ugenya na Kisumu ndio tunapatana kwa Inda tukidance. We are enjoying the rhythm of the music of Prince Inda and John Junior. How comes when it comes to politics, you are willing to kill your brother to the grave simply because you want to justify nonsense called two-term? Niambie ni nini William Ruto amekufanyia yenye wewe unasikia vizuri na mimi nasikia vibaya? Huwezi niambia ati you are supporting Ruto because of Kikuyus. That is an issue. Kuna rafiki yangu Abizwena amekatwa na panga. Ukitaka kujua hii kitu ni ya ujinga, Abizwena alikuwa na uwawa, akawaonyesha picha yake na Raila ya kitambo. Abizwena alikuwa anafanya kwa ofisi ya nani kitambo? Si amefanya na ofisi ya Raila, but she was a Kikuyu. Huyu Pauline Njoroge mnapiga left and right, alikuwa anafanya kazi wapi before? Alikuwa anafanya kwa ofisi ya Raila. So it's a shame ati picha ilisave Abizwena ni picha yake na Raila. Ni which kind of watoto tunalea? Mtoto ni mdogo, anavuta bangi, anakunywa pombe, and then mnasema mko serikali. Saa hii hata nikitoka niende Eldoret nitafute mayouth 1,000 nitapata. That means our youth are not consumed by the government. And then we call ourselves, we have been marginalized. Kisii wamekuwa marginalized lini? Economy of Kisii County is bigger than Homa Bay and Migori. We cannot lie to Kenyans that people have been marginalized. Ukitaka kujua, and the government should do audit for watu wenye wanafanya kazi county government ya Homa Bay, because they are the most richest people in the village. Once unafanya kwa county, you are rich. Allocation yote 9 billion mumemeza kwa tumbo. Mtu ana barabara, akiuliza anaambiwa because of Kikuyus. We are not stupid. This is our country and we have to rise and protect our constitution and our country. Shame on you, Mr. President. You are living in a country whereby Wajaluo wakiuana ama Mjaluo afanye incitement, you don't care because you want us to kill each other. Wakati ule mbunge wa pale alishikwa aliposema mtu atapigia Ruto atatafutwa chini ya kitanda, alishikwa muda gani? Alienda mpaka kutolewa kwa kiti Citizen. Lakini Opondo Kaluma is being given freedom kufanya press conference. Shame on you, government of William Ruto. And I'm telling you, mnaona hii kitu Ruto anafanya? Ruto anacheza game. Anataka ku make sure the Luo community is divided. But as a Luo, I am telling you without fear of contradiction, we are not going to sit down and allow to be divided by the goon William Samoei Ruto. It is a no. This is our country.
and we don't ask anyone permission to live in this country. We are here to stay. You cannot tell me, a foolish woman, you are going around the country doing empowerment for youth. Sasa kuna hii kitu Wajaluo wanaishi wakisema ati Babu Owino alikuwa anaenda kufanya nini Homa Bay? Ati mimi nasimama Embakasi East. What was I going to doing in Homa Bay? I have a question. Wanga anakuja Bungoma, anatafuta nini Bungoma kwa empowerment? Ni nini anatafuta Bungoma? Tuwache kutofautishwa na hawa wa kabila. The moment unatofautishwa, Wanga watoto wake wako pale Karen. Hawa watu wote, Opondo Kaluma hata ananga mtoto. It has come to our notice that most Luo leaders wa South Nyanza hamna watoto. Ndio maana mko willing sio ajabu. Unajua, nilijiuliza maswali mingi. Mbona mwanaume mzima aliye na watoto na mama aliye na watoto apatie mtoto wa mwenzake panga akate mwenzake? Lakini nikakuja kugundua hawa leaders wa South Nyanza wengi wao hawako na mali lakini hawana mtoto, because God is punishing them. Maskini huko ndio wako na watoto. Maskini anazaa watoto 20. Yeye anadunga mpaka dakika ya mwisho, lakini hapati hata mtoto kiwete. Wananunua watoto. That is why they have that spirit of division. They have that spirit yenye ili divide nyumba ya Jaramogi Oginga, kutofautisha, kupea mtoto mwingine. Binadamu anayechukua mtoto wako ampea panga na bangi aende akate mtoto mwingine, huyo ni binadamu. Hata Mungu hawezi kukubariki na mtoto. Shame on you. Akwedi Grambioso, Kuris.